Moja kati ya kitu cha msingi ambacho unaweza kumuomba Mungu akusaidie, mwambie tu Mungu akuondolee moyo wa uchungu unaotokana na chuki ya kuwachukia watu ambao wametangulia kufanikiwa kabla yako. Na hii ipo in general kwenye maisha kwa ujumla, especially kwenye maeneo ya biashara, sometimes pia hata kwenye maeneo ya utumishi. Hizi kazi za utumishi wa Mungu, unaweza kukuta mtu ndio anaanza labda kibiashara au anaanza kihuduma, and then anaona kuna watu ambao tayari wamekwisha fanikiwa kabla yake. Kuna ile tu chuki waga inazalika kwenye moyo wako na inatengeneza uchungu wa kuona kwamba wote ambao wamekutangulia kufanikiwa ni kama kuna namna nyingine au kuna nguvu nyingine ambayo wanaitumia kufanikiwa tofauti na wewe. Why? Kwa sababu mtu anaona mbona kama biashara ni ile ile na mimi ninafanya, kama ni utumishi mbona na mimi ni ule ule nafanya. Listen to me. Issue sio kufanya biashara ile ile. Issue sio kufanya utumishi ule ule. Issue kuna namna wenzako wanafanya. So mwenye hekima ukaa kwa makini kuona kwamba kama ninafanya kitu kimoja ambacho na wao pia wanakifanya, lakini matokeo ni kama hayafanani, it's either wakati wangu bado au wakati wangu umefika ila sifanyi kwa usahihi. So mwenye hekima huchagua kwenda kukaa chini yao na kujifunza, bali yule ambaye hana hekima huchagua kuanza kuwachukia na kuwakosoa. Why? Kwa sababu anajiona yeye ndio anafanya vizuri, na jinsi uchungu ulivyo, mara nyingi utataka kukuaminisha kwamba hayo matokeo madogo unayoyapata ndio inatakiwa exactly iwe hivyo. Why? Kwa sababu wewe umeshajaribu kuweka bidii, umeshajaribu kuweka maarifa yako, umeshajaribu kuweka nguvu zako, then hakuna matokeo ya maana ambayo umeyaona. And then from nowhere anaibuka mtu ambaye anafanya the same thing ambacho na wewe unakifanya, unaanza kumchukia badala ya kuanza kukaa chini na kuanza kujifunza. Like my friend, unafanyeje? Please, najinyenyekeza tu. You see, unyenyekevu ni kitu ambacho kinaumiza watu wengi sana. Mtu anahisi akinyenyekea ni kama amemwabudu mtu badala ya kumwabudu Mungu. Listen, kuna kitu in this life ni lazima uelewe, mimi sina, mwenzangu anacho. Kwa hiyo kama anacho, mtu nijinyenyekeze, nikae chini, nijifunze. Kuna kitu kinaitwa manto, sisi watu wa rohoni tunaita manto, ni vazi. Kuna maarifa ambayo yule mtu akikupatia wewe haukuwa nayo, unajikuta unaanza kufunction kwenye level yake, unaanza kufunction kwenye manto yake, na unaanza kuona matokeo ya nje ambayo ulikuwa hauyaoni siku zote. Lakini hii hali ya kuendelea kuwanyoshia vidole, no I am the best, yetu kiangalia hakuna matokeo ya maana ambayo yanaonekana, ndio kitu ambacho kinawaumiza watu wengi sana. Sasa kwa sababu umeweka bidii na unaona matokeo hayako sawa, unadhania kwamba ndio inatakiwa iwe hivyo. Mwenzako anakuja ana press to some buttons like ni hapa, ni hapa na pale, then anaona matokeo, unaanza kusema witchcraft. Issue sio kwamba ni witchcraft. Issue you don't know how to do it correctly, na unatakiwa ukae chini uweze kufundishwa. Yangu ni hayo tu.